Uh, kwa majina naitwa Tisa Mashoti, ni music and video director. Kwa mara ya kwanza, mtu wa kwanza anaweza kuninspire kwenye maisha yangu kwanza kumpenda kama mwanamke, it was like ilikuwa siku ambayo siwezi kusema nitaisahau, naweza nikasema nimeisahau kwa sababu ni siku ambayo kwangu mimi ina kumbukumbu kubwa sana. Nakumbuka nilikuwa kipindi hiko niko chuo nasoma mambo yangu ya sanaa, so mtaa ambao nilikuwa ninaishi, yani nilikuwa Bagamoyo, na I can say nilikuwa Bagamoyo. Mtaa ambao nilikuwa ninaishi kuna ugeni ulikuja, so nilimwona mdada mmoja ambaye naweza nikasema kwangu mimi ilikuwa ni mwanamke wa kwanza kumpenda, lakini sikumpenda hiyo siku kwa sababu nilimwona ni mtu ambaye kama anajisikia, yani ajikuta yeye ni mtu ambaye ninaweza nikasema akatoka kwenye mazingira tofauti na mazingira ambayo ameyakuta pale mtaani. So mimi first time nilimchukia, sikumpenda kwa sababu nilimhisi yeye ni mwanamke ambaye anajisikia sana. Kwa hiyo kwa ile siku ya kwanza sikumpenda kabisa. Lakini kama unavyojua wanasemaga kwenye chuki ndipo mahali ambapo upendo unazaliwa. Kwangu mimi nilichukulia kama ni chuki, lakini kwa upande wa pili ilikuwa ni upendo, kwa sababu zote tulikuwa tunachukiana ndio ikatengeneza dhana ya kupendana kati yangu mimi na yeye, kwa sababu muda wote ataniongelea na mimi muda wote nitamuongelea. Ataongelea kwa watu vibaya na mimi nitamuongelea kwa watu vibaya. Lakini at the end of the day mapenzi yetu alianza kwa kila mmoja kumtamkia mwenzake kihisia, lakini naweza nikasema ilikuwa hivi. Ile siku ya pili baada ya ile tukio bado aliendelea kudai vitu vyake, lakini mimi nilikuwa busy na mambo yangu ya chuo, sikumjali, nikampotezea. Jioni nilivyorudi tena kaendelea kudai, mpaka ikafikia siku ananiambia mimi nataka kuondoka. Nikamwambia kama nataka kuondoka nitakurudishia vitu vyako. So akaomba nimwekee simu yake chaji, kwa sababu alikuwa anatamani kuchaji simu kabla hajaondoka, na ni kwa mara ya kwanza ndo anakuja ndani kwangu. So alivyoweka vitu vyake kule ndani, alivyoweka simu yake chaji, akaa akituma mtu, mimi nakataa kuwapatia ile simu. Nilikuwa nataka yeye mwenyewe aje kunikuita. Nilikuwa natamani yeye mwenyewe aje kuchukua simu yake. Kwa sababu gani? Niliamini kama jana nilishindwa kufanya chochote kwake, labda kwa sababu ya watu, labda nikiwa naye naweza nikasubutu kuongea chochote kile. Na ujana kama ulivyo, niliamini kwamba akija ndani kwangu hawezi kuchomoka, kwa sababu nitatumia mbinu yoyote ili kumweka karibu na mimi. So alipofika ndani alichukua simu sawa, lakini kipindi anataka kuondoka nikampatia na vile vitu vyake ambavyo nilimpokonya. Kipindi anataka kuondoka nijikuta nimemsogelea na kumsogeza ukutani. Nilimkiss kwa mara ya kwanza na kukataa. I think alifurahia sana kile kitu, na baada hapo alitaka kuondoka, nilimrudisha na kuomba namba yake ya simu, na hapo ndipo alipoondoka. Kwa hiyo tulianza kuwasiliana kwenye simu. Nadhani hamna aliyemtamkia mwenzie, ila baada ya ile kiss, muda ambao tunakuja kutafutana kwenye simu, nilimwambia tu kwa ushujaa na kwa kujiamini, nimejikuta nimekupenda, na ndio maana nikashindwa kujizuia hisia zangu na nikaamua kukubusu. Nilijikuta nimekupenda, na ndio maana nikaamua kukukisi kwa wakati ule. Lakini alichukulia kama utani, na kwa moyoni mwake kuna siku nilimnukuu, alisema kwamba anataka kuninyoosha kwa sababu amesikia mimi napenda kubadilisha wanawake, napenda kutumia ujana wangu vibaya na sijawahi kupenda mwanamke. Anataka kunibadilisha nitumie kwa maslahi yake binafsi, anitumie kama sehemu yake ya kupatia pesa na sio mapenzi. Kwa ni nukuu hiyo kauli baada ya kuingia naye kwenye mahusiano. Kwa wakati huo yeye alizungumza hivyo. Siwezi kusema alikuwa mtu sahihi sana kwangu, au siwezi kusema kitu gani kilinivuta kwake ni sahihi, kwa sababu kama nilivyosema, alikuwa ni mtu ambaye ananiongelea kwa vibaya, kwa sababu najua sisi watu wengi ambao tunakuwa na mambo yetu. Ngoja niweke sawa hii statement. Iko hivi, mimi nilikuwa sipendi wanawake, yani nilikuwa na mambo yangu tu, lakini kama unavyojua mimi ni mwanaume, na mwanaume ili ufikie wanaume na kujiita mimi ni mwanaume, kuna vitu lazima uwe navyo. So binafsi mimi nilikuwa na date for fun, yani sina muda wa kupenda, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba na safari ndefu sana kufikia mafanikio yangu. Ukizingatia kipindi hicho ndio kwanza nipo chuo, nategemea pesa ya kula mzazi, nategemea kodi nilipiwa na mzazi,
Ukizingatia kuna wengine tumesafiri kutoka sehemu mbalimbali, tunakuja ile bwana, unaambia bwana nenda sehemu fulani kafanye kitu fulani. So nimekuja kwa task ya kusoma. Kwa hiyo mimi nikaa na believe kwamba mapenzi, ngoja ni focus na vitu vyangu, na hicho ndio point ambayo inanisaidia. So mimi sikuhisi kama ni sahihi sana kwangu kwa wakati huo kumpenda yeye, lakini niliamini kwamba kila kitu kinakuja kwa sababu fulani. Kwa hiyo kutokana na mazoea ya ile chuki, nikajikuta kwamba muda mwingi nakuwa na roho naye sana. Siku moja nakumbuka ilikuwa nimetoka zangu chuo. Kipindi niko chuo, kama ninavyosema, nilikuwa nasomea sanaa. Nilikuwa na appearance yangu tofauti sana kwa sababu ya kujionyesha kama mimi ni msanii tofauti na watu wengine. Nilikuwa nasuka, nakumbuka kipindi kile last time. So aliongea maneno ambayo mimi alinifikia direct. Mimi nilikuwa niko dirishani kwangu, lakini nilipokuwa nimepita nje nikasikia kauli kutoka kwake. Ile kauli haikukaa poa kwa sababu alitumia kauli ambayo naweza kusema iliniumiza. Alisema muone yule kasuka, sio nani kamshauri asuke, kawa kama shoga. Ile kauli mimi iliniumiza. So nikajikuta kwa mara ya kwanza ninamfuata kwa ukaribu na kumwambia, umeniita mimi shoga, una maana gani? Kwa hiyo baada ya ile kauli kumfikia yeye, akajikuta naye kama anikosea. Kwa hivyo jinsi kama amenikosea, it was like akaniambia kwamba nimekukosea, nahitaji kuzungumza na wewe niweze kuomba msamaha. Kwangu mimi, kwa sababu nitaka kumvimbia, nilikataa kile kitu. Lakini baadaye nakumbuka ilikuwa jioni kama mida saa 2 usiku hivi, tulitoka tukawa tumeenda sehemu. Ile sehemu tulikuwa tunaenda ilikuwa ni Maulidini, nakumbuka ilikuwa kuna ziara. So nilitoka na watu wote pale nyumbani, lakini nilitoka na masharti yangu. Nikasema kwamba yote anataka kufuatana na mimi hakikishe kwamba wearing style yake inakuwa mzuri, asivae tofauti na mimi ninavyotaka. Yeye alivaa vikuku miguuni. Kwangu mimi kile kitu sikikupenda. So nilijikuta kwa kutumia nguvu yangu binafsi nilivivua vile vikuku. Baada ya kuvua vile vikuku, nikaweka mimi mfukoni kwangu. So tumeenda kule na nikawa keep wote kwa mikono yangu kama ulinzi mpaka muda ambao tunarudi nyumbani. Ulikuwa siku mwingi sana. Kipindi tupo kule kwenye hiyo shughuli, nikana najikuta akiongea na watu, napata kama kaisi afani kakuumia. Sio ilikuwa ni kwa nini, lakini naweza nikasema ni kwamba nahisi nilianza kumpenda. Kwa hiyo nikajikuta naumia, akiongea na watu naumia, najikuta nafoka, kwa nini unaongea na watu? Watu nimemwambia mna kuongea na mtu yote mpaka turudi nyumbani. Na yeye mwenyewe kana shangaa ile hali, mpaka watu ambao tumefuatana nao kana nishangaa. Na sio kawaida yangu. Lakini tulipofika nyumbani, watoto waliingia ndani, akabakia kudai vitu vyake, lakini nilimkataa kumpa ile siku. So nahisi pale ndo alianza kuwa special kwangu kwa sababu nilianza kama kumchukia. Lakini baada ya kutoka naye tukurudi, nikajikuta naanza kuwa na reaction ya tofauti kwake. Nasimama kama mwanaume wake wakati sio mwanaume wake. Hapo nahisi nilianza kuwa special kwangu.